Mimi ni mwanaume sahihi kwenye maisha yako. Nasifikiri kuuliza. Nasifikiri kutakuwa na upendo. Unajua nikwambia kitu kimoja kizuri sana. Sipendi kuona ukiwa na huzuni. Bali napenda kuona furaha kwenye maisha yako na macho yako. Niambie. Ni kweli unamaanisha upendo wangu kwa ajili yako? Wewe ulikuwa unakataa kitu gani? Wewe ulisema huyu sio mwanamke wako. Kila siku unakataa. Mbona leo nimekukuta naye hapa mnafanya nini? Unakukuta na mtu mwingine. Hivyo wewe unanichukuliaje? Yaani unaongea na nini hapa vichochoroni? Sehemu nzuri za kukaa hakuna mpaka mje kukaa hapa. Hamna mwanaume mkorofi bila mwanamke. Kitu kilichohitajika kwa wewe ni kuja kwa unyenyekevu. Na ndio maana watu wengi wamekuwa ni wengi wa kuachana kwenye mahusiano kwa kuto kujua chanzo ni nini. Achana na mimi, yaani wewe ni malaya sana. Kila siku nakufumania unaletea Kiswahili tu hapa. Hivyo mimi unanichukuliaje? Sio hivyo. Unaona Anajifanya na pressure. Mnanigizia si ndio? Sasa nisikilize. Umeshatindinganya, jua na kuyamaliza. Hiyo mimavi ni ya kwako, mimi hayanihusu. Jela utaenda mwenyewe. Angalia sasa unaacha mimi matatizo huku. Kiukweli mpenzi wangu, leo ni siku ya wapendanao, nikimaanisha ni Valentine. Alafu mimi ni mtu ambaye nakupenda sana. Na hata siku leo nilikuta pale yule msichana, nilikuwa katika moja kuweza kumsaidia. Mimi kwa kile nilikuwa ni kama mimi nitamani vipi? Sawa. Ushahidi ni ndio huyo anaonekana kwenye kaburi. Kwa hiyo mimi nimeua. Ndio maana yake. Maana alikuwa na tatizo la moyo. Na mimi ndio ambaye nilikuwa namfariji kwa kuhusu tatizo la kiwili. Ni kweli mpenzi wako alikuwa kama counselor kwa ndugu yangu, kwa sababu alikuwa anampa moyo na kumfariji. In short, alikuwa kama daktari kwa ndugu yangu. Kwa hiyo kuwa na amani na kuwa na mapenzi mema. Sawa, nimekuelewa. Kuwa na amani.